Kuna mtu anajiuliza, nawezaje kuachilia uchungu wa msamaha? Ni kweli nasema rafiki yangu ameniuzi, rafiki yangu amenifanya chochote, au kuna mtu ameniuzi, nimemsamehe ila nina uchungu uko hapa ndani kwamba nikimuona sitaki hata kuongea naye. Nawezaje ku let it go? Wanasemaga samehe na kusahau. Ile ni rahisi kuitaja, lakini uhalisia sio kitu rahisi. Ni ngumu sana. Nasahau vipi? Wakati mwingine tena mtu amekufanyia kitu na madhara yake yanaonekana kabisa. Kwa kusahau ni ngumu. Kumbukumbu inakuweko, lakini sio tu kumbukumbu, wakati mwingine kule kukumbuka kunakuletea maumivu. So this is what you do kama kweli unataka kuishinda hiyo hali. Maandiko yametuonesha, Bwana Yesu alisema hivi, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Namna ya mwisho kabisa ambayo haijawahi kushindwa ya mtu kuondoa uchungu ni kuanza kumuombea mtu ambaye amekuumiza. Sasa ukiwa unamuombea huku bado unasikia yale maumivu alichokufanyia. Mind you, tumesema issue ya msamaha, hausamehi kwa sababu ya yule unayemsamehe, unasamehe kwa sababu yako wewe. Ule uchungu unaosikia si ndio unataka uondoke? So unaendelea kumuombea mema, kumuombea baraka. Unamuombea wakati mwingine katikati ya kuomba unasikia uchungu, unasikia huzuni kwa sababu ya mambo ambayo kufanya, but you continue. Kuna kitu rafiki, hauwezi kuendelea kumchukia mtu ambaye unamuombea. Haiwezekani. Unaweza kaanza kumuombea ukiwa bado unamchukia, lakini hauwezi kuendelea kumchukia ukiendelea kumuombea. Kule kumuombea kwa dhati, unapopiga magoti yako, unapoinua dua zako kwa ajili yake, kutaendelea kuuponya moyo wako automatic. Baadaye utakuja kufika mahali ambapo haumuombei tena ukisikia huzuni ndani ya moyo wako, unamuombea ukisikia furaha ndani ya moyo wako. So namna mojawapo isiyoshindwa ni hii. Mtu akikuumiza sana mpaka pointi ya mwisho kabisa, anza kumuombea kwa dhati ya moyo kabisa. Vile unaumia unafanya, lakini endelea kumwombea. As you continue, kadri unavyoendelea, ule uchungu unapotea kwenye moyo wako. Hana alisema hivi, mimi ni mwanamke mwenye uchungu, nami nimeumimina kwa Bwana. Kwa njia gani? Ya maombi. Unaumimina uchungu wako kwa njia ya maombi pia. Mwambie, Baba, nimeumia, siwezi kuachilia hili jambo kiurahisi. Siwezi kujifanyisha kwamba I am okay kwa sababu wewe unajua kwamba I am not okay. So Hana anatufundisha, anasema nimeumimina uchungu wangu kwa Bwana. Namna gani? Kwa njia ya maombi. So unakuja unalia mbele za Mungu, unaumimina ule uchungu kwa njia ya maombi. Naambia, Father, heal my heart. Uponye moyo wangu. Moyo wangu hauko vizuri. Umeumia, una uchungu na nini. Kadri unavyokaa kwenye maombi na kumwangalia Mungu wa msamaha, Mungu wa rehema, unaanza kuona uponyaji unaingia ndani ya moyo wako. So kama mtu kweli anataka kuachilia hiyo hali ndani ya moyo wake, I think this is how we do it.